Hello wamama kwa wadada, habari ya wakati huu, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tunalo somo zuri sana linalohusu afya ya mama na wewe binti ambaye bado unahitaji kupata mtoto au uko kwenye harakati za utafuta watoto. Na leo ni siku nzuri kabisa ambayo tunaenda kuzungumzia swali ambalo wanawake wengi na wadada wengi au mabinti wengi mmekuwa mkijiuliza sana. Nalo ni je, kipimo cha mimba kikionyesha mstari mmoja uliofifia ina maana gani? Kwamba ina maana una mimba au la? Kana mimi hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujua ukweli kuhusu mstari kufifia kwenye kipimo cha ujauzito. Lakini pia kama umewahi kupima na kuona mstari wa pili au uamini ni nini, basi video hii ni kwa ajili yako na inakuhusu sana. Tutaelezea sababu, maana yake na nini cha kufanya baada ya kuona matokeo kama hayo. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii, mwisho wa kipindi chetu, ili uweze kuelewa zaidi. Kwanza kabisa tufahamu kuwa vipimo vya mimba vya nyumbani hufanya kazi kwa kugundua hormones inayoitwa HCG na ishawafundisha, lakini ambavyo unatengenezwa mwili baada ya mwanamke kupata ujauzito. Kwa kawaida mstari mmoja maana yake au kwa mara nyingi hakuna mimba, hiyo inaonyesha ni negative. Lakini pia mstari miwili maana yake kuna uwezekano mkubwa wa wewe kuwa na ujauzito. Lakini sasa changamoto huja pale mstari wa pili unapokuwa umefifia, yani unaonekana kwa mbali sana ila upo. Je, hiyo ina maana gani? Ndio hicho ambacho nilikuwa nataka kuwafundisha kwa siku ya leo. Sababu ya kwanza inaweza kuwa mimba changa sana, bado haijakomaa. Ndio wanawake wengi wanapima mapema sana kabla ya kiwango cha homoni ya HCG ambayo nimewafundisha na hakijawa kikubwa. Hivyo kipimo kinaweza kuonyesha mstari wa pili lakini ukiwa umefifia sana. Na hii mara nyingi inatokea siku chache baada ya kukosa hedhi, hiyo hutokea, au ukiwa umechunguza mimba au mapema kuliko muda unaoshauriwa kufanya vipimo. Lakini pia katika hali hii kuna uwezekano mkubwa wa kuwa mjamzito ukishakiona hicho kipimo kwamba kinaenda akionyeshi vizuri lakini kipo. Na sababu ya pili inaweza kuwa mkojo kuwa mwingi wa maji. Ukinywa maji mengi kabla ya kupima, hormones ya HCG hupungua nguvu kwenye mkojo na kufanya mstari ufifie. So ndio maana wataalamu wengi ushauri kupima asubuhi mapema kwa kutumia mkojo wa kwanza wa siku. Sababu nyingine inaweza kuwa kipimo kilichochelewa kusomwa. Unaweza ukakuta kipimo umechelewa kisoma, ulikiweka hapo lakini pia ukajikuta hujakisoma kwa wakati. Kuna wanawake hupima halafu wanaacha kipimo kwa muda mrefu na baadaye ndo wanakuja kukisoma. Hii ni mbaya zaidi. Na wakati mwingine huo unaweza usiwe mstari wa mimba bali ni kile kinaitwa evaporation line. Pia hiyo ipo, na ndio maana ni muhimu kusoma majibu ndani ya muda ili uweze kuwa ndani ya muda pia na kiweze kusoma matokeo yaliyo mazuri. Lakini pia mstari hafifu unaweza kuashiria kwamba mimba yenye changamoto au mimba ambayo haikukaa vizuri mapema sana, hivyo utajua. Na kama una maumivu makali au damu nyingi au dalili zisizo za kawaida, ni vizuri sana kuwahi hospitali ukamwone daktari kwa uchunguzi zaidi. Sasa tufanye nini ukiona mstari hafifu? Jambo la kwanza la kufanya, usipaniki. Subiri siku 2 hadi 5 kisha pima tena. Lakini pia kwa sababu hormones ya mimba huonekana kadiri siku zinavyozidi kwenda, hivyo kama ni mimba mstari utaonekana tu na utaonekana vizuri zaidi. Na kipimo cha mimba pia unaweza kwenda hospitali kufanya hicho kipimo cha mimba kipo, au cha damu au ultrasound kwa uhakika zaidi. Na dalili zinazoweza kuonyesha kweli kwamba una mimba au hauna ni pamoja na kukosa hedhi, kichefuchefu, uchovu, maumivu ya matiti, kukojoa mara kwa mara na mabadiliko ya mwili. Kama utaona hizo dalili, pia utatakiwa ukafanye vipimo au uende hospitali. Hiyo itakuwa inadhihirisha kwamba una ujauzito. Kwa kumalizia kwamba mstari hufifia kwenye kipimo cha mimba inaweza kumaanisha una mimba, hasa kama umepima mapema. Lakini ili kupata uhakika zaidi ni vizuri sana kurudia kipimo baada ya siku chache au kwenda hospitali kwa uchunguzi zaidi. Usikimbilie kutoa suluhisho haraka kabla ya kuthibitisha
vizuri, unatakiwa uthibitishe vizuri. Asante sana kwa kutazama kipindi hiki. Kama ilikuwa ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kulike, kushare, lakini pia kusubscribe channel yetu ya Penikia Afya ili uendelee kupata masomo zaidi na zaidi. Lakini kikubwa zaidi pia tuandikie kwenye comments kwamba je, umewahi kuona mistari hafifu kwenye kipimo cha mimba? Tutaonana kwenye kipindi kinachofuata.